Basi sawa. Naona jua bado lipo. Ngoja nikusindikize tu ndo kabadilishe nguo, alafu turudi tukamtafute. Acha kwa nifikirie kidogo. Sawa, twende. Twende. Mshumaa umezima, nuru imekwisha, upendo umekwisha. Farida, hivyo siku hizi una shida gani? Kila unapokutana na mimi ukija hapa nyumbani kwangu unalia muda wote, una machozi. Wewe una matatizo gani? Na hata kama una matatizo, wewe unahisi una matatizo peke yako kwenye hii dunia? Kwenye hii dunia kila mtu ana matatizo yake na yanazidiana ukubwa. Unaweza kukuta mtu mwingine ana matatizo mengi tu na ni makubwa, yani kuzidi hata ya kwako. Lakini akiamua kuchukulia ambavyo unachukulia, akazibeba hisia zake na kuanza kulia ovyo ovyo kama hivyo, watu wote duniani hapa wangekuwa wanatembea barabarani wanalia na tusingekuwa tunaelewana hata kidogo. Wewe una matatizo gani? Madam Leticia, mimi nachojiuliza, nimemkosea nini mimi Mungu? Kwani sisi tumemkosea wapi mpaka kutufanyia yote haya? Tumekosea wapi sisi lakini? Farida, umemkosea wapi Mungu kivipi? Yani mbona sikuelewa, kuna matatizo gani au kuna shida gani nyingine imejitokeza tena? Madam Leticia, siwezi amini. Baby Supu amepotea. Hayupo nyumbani toka jana. Hatujui yuko wapi mtoto. Hatujui ameenda wapi, hatujui chochote kuhusu mtoto. Mtoto amepotea Madam Leticia. Farida, usinitanie, acha kunitania. Baby Supu kapotea? Ndio. Baby Supu amepotea na uwezi amini, jana usiku nyumbani shemeji alikuwa amewaka moto anamtaka mtoto wake. Mimi sijui yuko wapi. Jana tena tunamuuliza anasema yeye mwenyewe hajamuona mtoto na wala hajui yuko wapi. Ndio maana najiuliza tumekosea wapi? Farida, hii haiwezi kuwa kweli. Farida, sema huu ni uongo na nidanganya. Baby Supu anapoteaje? Hapana. Farida, kuwa serious. Baby Supu hajapotea eh? Baby Supu amepotea Madam Leticia. Toka jana hatujui mtoto yuko wapi. Baby Supu amepotea madam. Kwani si ndo tunastahili yote haya? Umechukua kakaangu na mtoto amemchukua. Tumekosea wapi jamani? Tumekosea wapi? Farida, naomba unisikilize vizuri. Hautakiwi kulia kwa sasa. Tunachotakiwa kukifanya sasa hivi, inabidi twende nyumbani tukamfuate Janeti. Kwa sababu kila kinachoendelea, Janeti anahusika. Na kwa sababu kamgusa mtoto, kamgusa Baby Supu, naomba uamke sasa hivi. Twende tumfuate. Atatueleza mtoto kampeleka wapi na hata yule kakako kampeleka wapi. Naomba tuamke tuondoke sasa hivi. Lakini Madam Leticia, Janeti ameulizwa amekataa kata anasema hajamuona mtoto wala hajui yuko wapi. Sasa tunaendaje za kumuuliza? Farida, huyu Janeti hanijui vizuri. Ataenda kutuambia Baby Supu yuko wapi. Akatae, asikatae, ni lazima atamtoa mtoto. Naomba tuondoke sasa hivi. Naomba tuende. Umesema hao manyumbu walikuwaje kuwaje? Ni mishangingi wawili hivi, wa kike na wa kiume. Wa kiume na wa kike? Huyo wa kiume anaonekanaje? Jinsi walivyo, yule mdada kama mimi sijampata vizuri kwenye macho yangu, kwa sababu alivyokuja ametokea kwenye macho yangu hivi ghafla, nikaamua kumkamata kwanza yule dogo janja kama ananiletea kimavi maskani. Ile kushauku kumwangalia hivi ana macho fulani hivi vya kutia wenge. Si unajua unaweza kaipoteza hata maskani. Lakini yule bwana mdogo, yule wa kiume ni dogo hapa maskani. Sema nte moja nishie kumuona mlikuwa mmekaa kwenye benchi moja. Huyo wa kike anaonekanaje? Wa kike sasa jinsi gani? Kama nilivyokuelekeza, alikuwa na macho fulani hivi makubwa, alafu ni mfupi hivi. Ashawishi kumzungumzia, lakini kichwani kama ana kamsuko fulani hivi. Ana vilasta. Hapo sasa shipapi. Ana lasta fulani Ujamaika, lakini ni mfupi. Basi sawa. Huyo dem nishamjua. Huyo dem tulipiga tukio akalishuhudia. Na huyo mtu tulomchukua alikuwa naye na ni mtu wa Madam Boss. Hasa kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kwa sasa, inatakiwa watafutwe mara moja wote wawili, na tunatakiwa kuwakamata ili wasitoe taarifa sehemu yoyote. Sawa baridi, so kesi, lakini kuhusu mchongo ujue mimi sikuwepo kabisa.
Ndio maana sama temu unavyonipa kwamba huu mchongo ulikuwa unahusiana na madamu, alafu nyewe kuna dogo umemkinda, mimi ujue unanipagawisha. Ila sio kesi. Mimi nitafunga mtaani, nitaingia chimbo kwa chimbo, nitawasakua. Na malighafi mimi nakuletea. Kama issue ni kuwadhibiti ili mambo yasije yakasambaa yakang'aa mtaani, mimi nakuletea wale mishangingi. Nadhani unielewa kwenye michongo ya michuzi sije kudondosha wimbi. Nakupa siku 2 tu mchongo unakaa hivi umenyoka. Shida sasa hapo nitilieni michuzi kidogo niongeze nguvu. Kuhusu pesa kwa madam, unajua sio tatizo kabisa. Na hili dili umekuwa nje kwa sababu ukuwepo hapa kwa muda mrefu. Lakini kuhusu mchongo wa michuzi usiwe na wasiwasi. Kikubwa au nyumbu wawili tuwapate mara moja. Ndio michongo inayopendezwa maskani. Imani takatifu, lasta jamani guantamani. Maliza. Heshima.